Sasa tutaweka lami awamu ya kwanza kutoka hapa mpaka Matiliku. Alafu awamu ya pili kutoka Matiliku mpaka Ukia. Tumeelewana jameni? Na vile vile Januari mimi nakuja kuanzisha barabara ya kutoka Ukia kwenda mpaka Chwasini. Alafu iende mpaka Kiambeke. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Kwa sababu tumesema Ukambani ilichelewa kwa mambo ya maendeleo. Na hatutaki tena Ukambani ichelewe kwa mambo ya maendeleo. Ama mnasemaje watu wa Ndundune? Si ndio? Ndio mimi nimekuja hapa kuwaambia. Nimekuja hapa kuwauliza. Jameni, tuache siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Siasa ya sasa ni ya kupanga mambo ya maendeleo. Ama mnasemaje? Si namna hiyo? Maendeleo ndio itabadilisha Makueni. Ukabila haiwezi. Siasa ya chuki haiwezi. Fitina haiwezi. Lakini maendeleo ya barabara inaweza kubadilisha Makueni. Mimi nimekuja hapa pia mambo ya stima. Wananchi wa hapa wameniambia bado wananchi wengi wanaishi manyumba hakuna stima. Iko giza. Ama namna gani my friends? Sababu hiyo mimi nimekuja hapa kuwatangazia sasa tumewapatia shilingi bilioni 2 tuunganishe watu wa Makueni kwa mambo ya stima. Mnanielewa? Mnanielewa jameni? Jambo la tatu mimi nimekuja hapa kuambia pia ya kwamba katika dunia hii tunataka program ile ya housing na markets na hostels vile tunafanya Kenya mzima pia tufanye hapa Makueni. Na leo tunaenda kuanzisha soko kubwa wote. Tuko na soko 10 ambayo tunajenga katika kaunti hii. Wameniambia viongozi ya kwamba hata hapa Matiliku mnataka tujenge soko. Si ndio? Hapa Emali mnasema tupanue ile soko ilijengwa hapo ikuwe kubwa. Si ndio? Na hapa Emali pia mnataka nijenge affordable housing. Si ndio? Ndio hii Emali ikuwe na nyumba ya ghorofa 10. Ala, ama namna gani? Kwani ilisemekana ghorofa 10 iko Nairobi peke yake? Si hata Emali inaweza kuwa city? Ama mnasemaje watu hapa? Tumekubaliana? Ndio mimi nimekuja kwenu. Na sikizeni. Nataka munisikize kwa vizuri. Mnanielewa? Unajua hii Makueni na Ukambani watu wamezoesha mambo ya upinzani. Mimi nimekuja kuambia kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, Ukambani haiwezi kuwa upinzani tena. Ndio mimi nimewakujia. Nimekuja kwenu. Ama namna gani? Ama nyinyi mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Hapana, hiyo nimekataa. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Mimi nataka tupangane na nyinyi. Ndio tutengeneze serikali ya Wakenya wote. Tayari tuko na serikali ya broad based, ya mapana na marefu ya kujumuisha Wakenya wote. Na hiyo Wakenya wote ni pamoja na watu wa Emali. Ni pamoja na watu wa Makueni. Ama mnasemaje? Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee na kazi ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee. Na mimi nimesema nitafanya kazi na hawa viongozi wote. Nyinyi mnanielewa? Hawa viongozi wote ni timu moja ya maendeleo. Pengine ule mtu atakataa hataki maendeleo basi apotee shauri yake. Lakini kila mtu ako na haja na maendeleo. Mimi niko tayari kufanya kazi na yeye. Kwa sababu tukifanya maendeleo ndio ile kazi tumepatiwa na wananchi. MCA amechaguliwa kwa sababu ya maendeleo ya wananchi. Mbunge hivyo, governor hivyo, rais hivyo, mama county hivyo. Kuna mtu amechaguliwa hapa kwa sababu ya sura mzuri? Basi, mambo ni hiyo. Si mashindano ya sura mzuri inajulikana mahali inafanyika?
Ama namna gani? Hii ni mashindano ya kazi. Ama namna gani watu? Kwa sababu bado niko na kazi mingi. Lakini nyinyi ni watu wazuri sana. Mimi nikiwapima nyinyi ni watu wa kwenda mbinguni. Vile nimewapima. Nyinyi ni watu wazuri. Sawa sawa. Lakini tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, mjue tunawapenda sana, na mimi kwa sababu kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio kiongozi wa taifa hii. Mimi nimesema Wakenya wote, hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya ambayo itabaguliwa na serikali ya Kenya. Tunataka tufanye kazi kwa pamoja. Si namna hiyo? Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tufanye kazi kwa pamoja. Ama namna gani watu wa Ndundune? Si ndio? Na huyu squirrel huyu ako wapi? Huyu amepotea. Huyu Ndundune huyu.